Yeye alizaliwa lakini mtoto mzima, mtoto na afya yake. Baada ya hapo akawa amefikia hatua ya kwenda chekechea. Alipoenda chekechea muhula wa kwanza, muhula wa pili waliporudi ndo akapata ugonjwa. Ugonjwa gani? Ugonjwa ni wanifuata na kwenye nyumbani wakaniambia nimepata ugonjwa wa degedege. Nikaanza ni degedege. Baadaye alipokuwa akienda tu shuleni anapata ugonjwa. Akitoka anapona ndani ya siku 2, siku 1. Kaendelea na ugonjwa mpaka hapo. Yeye ameendelea hivyo mpaka hatua tukaona amejilisha muda wa kwenda shule. Nikawa nimeamua mimi mwenyewe katika nafsi yangu nimpeleke shule. Aliulizwa maswali akaweza kuyajibu, akaweza kuanza shule mara moja. Nilienda naye mpaka hapo anakuja kupata matatizo, lakini aliendelea na ugonjwa huo kuweza kupona. Na bahati mbaya akaendelea na ugonjwa, lakini akawa anajitahidi kwa sababu alikuwa na akili yake nzuri tu. Hakuweza kushindwa mpaka mtihani wa darasa la 4 alikuwa ni mtu wa 17. Kulingana na afya yake unavyoiona. Kwa hiyo aliendelea hivyo mpaka anakuja kufikia hatua kufanywa ubakaji bila kujitambua alipokuwa. Na mimi mwenyewe ndo nikaja kugundua mimi na mamake kwa sababu alikuwa hajagundua. Nikasema lakini mtoto mpeleke hospitali, mtoto ana mimba. Alipompeleka kwenda kukutana mimba ya zaidi ya miezi 4. Tukaendelea kukaa naye na kuweza kuanza kulea yeye na mimba yake. Okay, kabla hajaenda mbali. Wakati labda mliweza kukumbuka tukio ambalo mnahisi lilipelekea yeye kuweza kubeba mimba? Tulikuja kuiona baada kwa sababu alikuwa mara nyingi akiletwa na walimu, wakati mwingine wanafunzi, wakati mwingine wananiambia tumemkuta amelala sehemu fulani tunamfuata. Lakini katika kipindi fulani alikuja tukamuona kwamba hali haikuwa nzuri na akaumwa ndani, ndio tukajua kwamba huyu mtu amefanywa ubakaji. Baada ya muda nikamwambia mamake akampeleka hospitali, ikaonekana huyu mtoto ameshakuwa na mimba zaidi ya miezi 4. Ikaonekana hapo hakuna cha kufanya, ndio nikatoa ripoti shuleni pia na polisi. Wakaniambia mtafute aliyembaka, nikapewa pia fulani ya kumtafuta, lakini sikuweza kumpata kwa sababu kitendo kilichofanyika bila kujua. Sikuweza kumuona. Kwa ndio ulikuwa mwanzo wake wa kukata kuacha shule. Ndio mwanzo wake pia wa kuacha shule alipopata mimba. Lakini mpaka hapo yeye hata alipojifungua alikuwa kinileta baba niende shule. Nikasema mimi kupeleka shule sitaweza kwa sababu uwezekano wangu ni mdogo. Kwa sababu mimi nishakwama kwa namna moja au nyingine, mimi ninaumwa tatizo mbalimbali japokuwa nipo kwa baba yenu, lakini hali yangu sio nzuri kimaisha. Kwa hiyo sikuwezekana kupata uwezo wa kumpeleka shule yote ile ili aweze kuendelea na masomo. Lakini bado yeye alipenda kwenda kurudi shule baada ya kujifungua. Uwezo wake kitaaluma ulikuwaje? Uwezo wake kitaaluma alikuwa ni vizuri. Kwa sababu yeye tangia alipoanza darasa la kwanza hakuweza kushindwa na hakuweza kushinda sana kusema alikuwa wa kwanza. Lakini ilikuwa ni 17, 18, 40 kulingana na hali ilivyokuwa. Na yeye kusoma kwake ilikuwa ni shida kwa sababu alipokuwa akishika ugonjwa anamaliza kama wiki, wakati mwingine mwezi bila kwenda shule. Lakini alipokuwa akifanya mtihani tu alikuwa vizuri. Ulijisikiaje ulivyogundua mtoto wako kufanywa kitendo cha ubakaji, halafu kitendo ambacho kimeambatana na mimba, ikiwa bado yuko kwenye matatizo ya kiafya ambayo alikuwa nayo tangu awali? Mimi kwa kweli niliumia sana kiasi kwamba ambacho siwezi kukitaja kwa sababu kwa namna moja au nyingine nahisi ningemwona yule mtu mimi labda ningefia gerezani. Kwa sababu nilijua tegemeo lake huyu mtoto ni kusoma. Bahati nzuri alikuwa na akili yake nzuri, nijua akisoma atapata shughuli kuweza kujimudu na kufanya mambo yake ya mbeleni. Baada ya shule maisha yake yalikuwaje? Baada ya shule ni maisha ndio hayo, kaa ndani, kajifungua mtoto. Mpaka dakika hii akawa anaendelea, kaniomba kwenda kufanya biashara nikakataa, kaniomba nikakataa. Hatimaye nikamkuta zungusha biashara ya stili baada ya kupewa na mamake, nafikiri kama mtaji kidogo na ikaonekana hawezi kubeba biashara nyingi. Akampa ile ya mtaji wa stili. Baadaye ndo akasema nataka niuze na viberiti, lakini nguvu bado ya kubeba najua hana uwezekano wa kubeba. Lakini bado mimi naendelea kuumia kwa sababu sina uwezekano wa kumsaidia ili nimtafutie frame pia nimtafutie mtaji wa kufanya kazi.
Sasa mimi maisha na changamoto zangu mimi mwenyewe za maisha, ninaumwa na bado hali yangu sio nzuri. Mimi sijawahi kuwa mtumishi wa serikali. Mimi nilikuwa ni mtu wa kawaida tu. Mara niliwahi kuendesha gari nikaviacha, niliwahi kufanya ufundi nikaacha. Sasa mimi huwa nauza kahawa, kwa hiyo kwenye kahawa napata ile ya kula tu. Kuna namna ambavyo unajuta kwa hicho ambacho kimefanyia mtoto. Kuna namna ambavyo unawaza kwamba pengine mwanao angekuwa kwenye maisha fulani ambayo yangekuwa tofauti na sasa baada ya kufanya kitendo hicho. Yaani nawazia sana kwa sababu najua akili aliyokuwa nayo alikuwa na uwezekano wa kufanya mambo yake mazuri na angekuwa na maisha mazuri huko mbeleni kulingana na akili yake ilivyokuwa inaenda, kitaaluma alivyokuwa. Nilikuwa na imani hiyo. Ujasiri gani unauona kwa mtoto wako? Mtoto ambaye hajajibagua, hajajinyanyapaa. Tunamuona mjini anazunguka, kila mmoja anamhudumia. Kwa mtoto wangu mimi najua anajitahidi sana kwa ajili ya maisha yake na mtoto wake. Lakini ndio maana nikaamua bado vile vile mimi binafsi, baada ya kuniona mtoto atakwama aliyejifungua mtoto mwingine, ndio maana mtoto wake nikaamua nifanye process za kumpeleka shule ambayo ni ya msaada, ambao atasoma bure, ataishi bure mpaka atakapokuwa amemaliza. Ilikuwa na ujasiri kiasi gani? Kwa sababu tunajua anaenda kule sasa ni kama hana baba pia. Vile vile ninaumia kwa sababu hana baba, lakini kwa kuwa nipo naomba niachie hapo. Pole sana mzee wangu. Sisi tunakupa pole na imani pia mtoto wako atafikia ndoto, inawezekana Mungu akampa maisha. Pole sana mzee wangu. Pole sana. Asante. Nashukuru na pole sana.